ya kwamba nyakati zote anazopitia mwanadamu, mapito yote anayopitia mwanadamu yapo kwenye ratiba za Mungu, sio kwa bahati mbaya. Haleluya, haleluya. Mwingine anaweza akasema, kama baba asingekufa mwaka ule, pengine ningekuwa niko fulani, niko level fulani, au ningekuwa nimefika wapi. Ni mawazo yako yanafikiri hivyo, kwamba labda baba angetimiza ndoto zako. Mwambie jirani yako, wa kutimiza ndoto zako sio baba yako. Amen. Mwambie, wa kutimiza ndoto zako sio mume wako. Mwambie jirani yako, wa kutimiza ndoto zako sio mpenzi wako. Bwana asifiwe. Mwambie jirani yako, wa kutimiza ndoto zako sio baba yako wala sio bosi wako. Wa kutimiza ndoto zako anabaki ni Mungu. Watu wanaweza wakafa, wanadamu wanaweza wakafa, lakini aliyopanga Mungu juu ya maisha yako haliwezi kufa hata wakiondoka. Sijui kama unanielewa. Nisikilize. Wewe umekuwepo duniani kwa sababu Mungu ametaka uwepo duniani. Kwa hiyo haijalishi wale unaowategemea ambao unahisi labda wamebeba ndoto zako wataondoka. Hata kama wataondoka, aliyebeba hatima ya maisha yako ni Mungu, na bado anaishi. Haleluya. Alafu anaishi kwa nguvu zake. Hahitaji msaada wa mtu, wala hahitaji mtu aegemee labda mahali fulani. No, anaishi kwa uweza wake, kwa mamlaka yake, hategemei chochote kwa mtu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Nimeandika kwenye maisha ya mwanadamu ziko nyakati za aina mbili. Nyakati za raha na nyakati za taabu. Wakati naandika hili nilikuwa najaribu kufanya tafiti. Nimejaribu kufanya tafiti, nikapata tafiti zinaonyesha asilimia kubwa ya Watanzania wanaishi kwenye maisha ya huzuni. Asilimia kubwa. Bwana asifiwe. Asilimia kubwa ya Watanzania wanaishi maisha ya huzuni. Yaani wanaishi maisha ya shida pasipo raha. Maisha yamewapeleka huko, na wewe ni shahidi juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Muulize jirani yako, vipi? Uko vizuri? Muulize, uko vizuri? Muulize, una amani? Una furaha maisha unayoishi? Mungu asikuletee kingine hapo panatosha. Ukishaona unajaribika, maana hapa toshi. Na tafiti zinaonyesha Watanzania asilimia kubwa wanaishi maisha ya sononi. Yaani wananung'unika, wanalaumu, hawana amani. Hata sasa hivi nikisema umtaje mbaya wako yaani unaweza kutaja kabisa. Kuna wengine hapa wanasema baba, mama, mume, mke. Lakini kuna wengine wanasema yani rais. Na watu wengi wanasingizia. Bwana asifiwe. Yaani kama tusingempata labda mtawala huyu, labda maisha yangekuwa yamenyooka. Nisikilize unielewe. Maisha mazuri ya raha na baraka hayaji kwa sababu ya mtu fulani kuwepo. Hapana. Maisha ya mtu yanaleta raha na amani endapo Mungu akiwa upande wako tu. Haujanielewa? Na haunielewi kwa sababu asilimia kubwa bado egemeo lako kuna mtu umemwegemea. Muulize jirani yako, umemwegemea nani? Mtishie, mwambie karibu ataondoka. Hapo sasa. Mchungaji unaongea nini? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nisikilize, nataka ubadilishe mtazamo wako. Nimesema mwanadamu
ana nyakati mbili tu, za raha na shida, lakini asilimia kubwa sasa hivi watu wengi wanaishi kwenye maisha ambayo yamejaa huzuni, yamejaa sononeko. Nimeandika, lakini kimungu hakuna jambo ambalo hutokea kwenye maisha ya mtu Mungu akiwa hajui. Hakuna jambo linatokea kwenye maisha yako Mungu akiwa hajui. Hivyo basi kujiuliza. Jana nilienda mjini, nimekutana na ajali hiyo. Tulikuwa kwenye gari wote. Kila mtu alikuwa akichungulia hivi, naona nafunga macho, anageuka pembeni, mpaka nimekuta kuna watu wanasali kwenye gari. Boda boda alikuwa amempakia mama, akaenda kaingia kwenye mloli mkubwa na kidoga. Bahati mbaya mama aliyekuwepo nyuma hatukuvumilia kuangalia, alikuwa anaangalia na nafumba, sababu aliumia eneo hili. Sijui kama mguu ulipona, sijui kama, kwa sababu ilikuwa ni chapa damu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ukiona upo hai, mwambie Mungu asante. Mwambie Mungu asante. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini nilipokuwa na waza juu ya nikasema Mungu, hivi hapa kweli imetokea bahati mbaya, Mungu alikuwa amefumba macho nini? Nikagundua Bwana Mungu alikuwa hajafumba macho. Bwana Yesu asifiwe. Nikagundua alikuwa hajafumba macho. Kwa sababu hakuna kinachotokea kwenye maisha ya mwanadamu kwa bahati mbaya. Kila kinachotokea kwenye ratiba za Mungu, kwenye mpango wa Mungu kipo. Haleluya. Haleluya. Inawezekana kikawa ni kibaya, inawezekana kikawa hakina matokeo unayoyataka. Hata kama kina matokeo ambayo wewe hauyapendi, hauyataki, nataka nikwambie kipo kwenye nyakati na ratiba za Mungu, na kipo kwa sababu ya kusudi fulani kwenye maisha yako. Hakipo hivi hivi tu. Mstari wa 9 niliyosoma, si kama umefuatilia vizuri, niurudie tena. Anasema Bwana hakawii kuitimiza ahadi yako kama wengine wanavyodhani kukawia, bali huvumilia. Ishike pointi kuanzia hapa. Bali huvumilia kwenu, maana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikirie toba. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine tunauliza, mbona tunapitia haya? Tunapitia hizi changamoto. Je, Mungu hatupendi? Bwana asifiwe. Eti Mungu hatupendi? Anatupenda. Sasa mbona tunapitia kwenye shida? Inawezekana hatupendi. Haleluya. Haleluya. Hivi una uhakika kwenye hali unayopitia Mungu anakupenda? Sio jirani yako muulize, hivi una uhakika kweli unayopitia Mungu bado anakupenda? Amen. Hapo ndo watu waweza mchungaji, hapo naongea pagumu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Je, Mungu anaruhusu kututesa tupate shida? Kwani Mungu anaruhusu tupate shida? Haleluya. Lakini je, hatupati shida? Tunazipata. Sasa kwa nini tunapata shida? Haleluya. Swali la watu wengi hawalipendi. Na wengine mpaka washaanza kusema mchungaji sio kana naongea mambo magumu. Bwana Yesu asifiwe. Huo mstari niliousoma wa 9 una maana. Huo mstari ambao nimeusoma una kusudi. Nisikilize. Kuna jambo Mungu ametukusudia, na kuna mahali ambako Mungu ametukusudia. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Anataka tukaurithi ufalme wa Mungu. Anataka tukaupate ufalme wa Mungu. Anataka tukaurithi ufalme wa nani?
tukaupokee ufalme wa nani? Maana yake peke yetu hatutafanikiwa, hatutaweza. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize hivi. Kwa asili mwanadamu anataka shida. Kwa asili mwanadamu anataka shida. Anataka nini? Raha. Anataka nini kingine? Starehe, maisha mazuri, mlo mzuri, pilau nzuri. Yaani vitu vizuri vizuri vyote mwanadamu anavitaka. Anavipenda vitu vizuri. Najiulize, je, vitu vizuri, starehe, raha, kila kitu vinatupeleka mbinguni? Hapana. Haleluya. Amen. Haleluya. Kwa hiyo kubaliana na mimi, kuna haja wakati mwingine Mungu kutunyima. Hapo tu tunapotofautiana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Je, kwa hiyo tunakubaliana wakati mwingine Mungu kutunyima vitu vizuri? Ndio. Si tumesema kwamba kweli tunapenda raha, starehe na mambo mazuri mazuri, lakini je, yanatupeleka mbinguni? Tukinyimwa hizo raha tunafuraha. Bwana Yesu asifiwe. Paulo anaandika, furahini katika Bwana, tena nasema furahini siku zote. Furahini katika. Lakini kweli mnafurahi? Lakini kweli mnafurahi pamoja na shida, pamoja na raha? Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize, kwa asili mwanadamu anataka starehe, hataki tabu, vitu ambavyo mwisho wake kwetu huwa vinakuwa kutupeleka jehanamu. Hatutaki shida, hatutaki mateso, hatutaki kuumia, lakini mwisho wake ni vitu ambavyo vinatupeleka wapi? Jehanamu. Kwa hiyo nyakati ambazo Mungu anaziachilia kwenye maisha yetu, wakati mwingine tupite kwenye vita, wakati mwingine tupite kwenye changamoto, wakati mwingine tupite kwenye magumu, hapana, huwa anakuwa anatuwazia kesho yetu ili tukaurithi ufalme wa Mungu. Nakwambia kuna watu hapa bila kuminywa huwaoni hata kanisani. Kuna watu hapa bila kukamwa, nakwambia hawawezi wakafanya hata maombi ya kufunga. Haleluya. Muulize jirani yako, wewe unafunga? Kipi kilikusukuma ukaanza kufunga? Muulize, kipi kilikusukuma ukaanza kufunga? Mimi nakwambia ukifuatilia hapa 90% ni shida, ni matatizo tu yanifanya bwana ngoja nianze kufunga. Muulize jirani yako, wewe unaamka usiku kuomba? Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini patikama hapa mpaka hatua ya mwisho, nakwambia saa 7 usiku nakuta mmeamka, Baba katika jina la Yesu hili tatizo liondoke, Baba katika jina. Yaani unakuta anapata hasira, lakini hasira zinakuja baada ya kukabwa. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Yesu anafunga, mlikuwa mmeona ya kwamba Yesu alikuwa na shida mpaka anafunga? Bwana Yesu asifiwe. Yesu alianza mazoezi, hajafika kwenye tabu. Lakini wapendwa wengi hawafanyi mazoezi kabla hajafika kwenye tabu. Na ukitaka uwaone wapendwa kuna shida kwenye maisha yao, subiri ile shida ipite. Ikiisha tu na siku za kanisani zinaanza kuhesabika. Bwana Yesu asifiwe. Muulize jirani yako, na wewe umo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kisha shida tu, humuoni kanisani, humuoni kwenye maombi, humuoni kwenye ibada, humuoni kwenye nisikilize. Target ya Mungu alipotuumba, kuna maisha ambayo alitaka tuyaishi, na anapoona hatuyaishi, kuna nyakati anaamuru zije. Haleluya. Amen. Haleluya. Kuna nyakati anaziruhusu zije, hata kama hatupendi, anataka
sababu anachoangalia ni hatima ya kwamba tutamaliza vema kwa sababu ya hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Paulo ni moja ya watu waliopita kwenye shida. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka sehemu nyingine anaomba, ole wangu mimi, ni nani atakayeniokoa? Kila nikitaka kufanya jema haliji, lakini lile nisilolipenda ndo nachangani natenda. Analalamika, anasema ya kwamba Mungu alimwekea mwiba. Anasema ya kwamba ameomba mara nyingi Mungu aondoe ule mwiba. Kila alipoomba aliambiwa neema yangu ya kutosha. Unasikia jibu la Mungu? Paulo ameomba Mungu amuondolee nini mwiba, lakini Mungu anamwambiaje? Neema yangu ya kutosha. Maana yake Mungu ameona ya kwamba katika mwiba ule iko neema ya kumpeleka mbele. Katika mwiba ule iko nafasi ya yeye kusimama. Katika mwiba ule iko nafasi ya yeye kuuishwa na kuendelea. Kwa sababu akiuondoa mwisho tayari kila kitu kinasambaratika kwenye maisha ya huyu mtu. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize, Mungu ameruhusu nyakati kwa sababu anajua kusudi la Mungu kuruhusu magumu ni kuturudisha kwenye mstari, ili tukae tujue ya kwamba kuna Mungu, ili tuelewe ya kwamba yuko Mungu. Haleluya. Ili tufahamu, tuelewe ya kwamba yupo Mungu. Ndio maana ameruhusu ziwepo nyakati za shida. Ameona ya kwamba pasipo hizo wengi hatukumbuki. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yaani mwanadamu akibahatika neema ya kupata vihela vya kula, kunywa na kushiba, yaani kuishi amani. Bwana Yesu asifiwe. Yaani akibahatika tukapata neema, ana vipesa vimenona kidogo, yaani kula supu yake sio shida, kunywa anachotaka sio shida. Nakwambia vihela vina shida kwenye maisha ya mwanadamu mno. Shibe. Waswahili wamesema shibe ni nini? Mwana malevya. Bwana Yesu asifiwe. Yaani shibe ni shida. Mtu akishiba, akipata kila kitu ni shida. Ndio unakuta anaweza katukana tu, hata una hata sababu. Anaweza kumkandamiza mwingine bila hata sababu. Na watu wengi hatuinuki kwa sababu kuna watu wanasema, yaani siku nitakapopata mimi hela, siku nitakapopata hela watanijua. Bwana Yesu asifiwe. Yaani anasema siku nitakapopata. Na wengine wameandika kwenye magari, pata pesa tukujue. Pata pesa nyuma ya gari, pata pesa tukujue. Au kwenye bodaboda yake, kwenye bajaji yake kaandika pata pesa tukujue. Bwana Yesu asifiwe. Maana mtu akiwa hana hela, mpole, mnyenyekevu, ana adabu, ana heshima, ngoja apate hela. Utaona sauti anapokoroma kwenye mtaa. Kidogo tu ashalipuka, kidogo tu ashawaka, kidogo tu. Yaani pesa imefanya watu wamekuwa na jeuri, alafu Mungu anamweka pembeni. Nisikilize, Mungu ameziruhusu hizi nyakati anazoziruhusu, anaziruhusu hizi nyakati ziturudishe. Amegundua kama hajaturuhusu tupite huko, hatukai kwenye mstari. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi wametoka kwenye laini kwa sababu ya baraka, kwa sababu ya mafanikio, kwa sababu ya kupata wanachokihitaji. Nisikilize, ndio maana Mungu haachi hiyo mimba kukuchoma kila wakati. Kuna wengine wamesema, mbona mimi? Jipinde, ukiwa na kila kitu unakuwaje? Muulize jirani yako, ukipata kila kitu vipi? Wewe unakuwaje? Au unakuwaje? Yaani heshima, nidhamu, kuna vyote vimepungua.
akipita ni muda wote anajinyosha. Tunakwambia na staili za kutembea zimebadilika, na salamu hasalimii watu. Yaani anataka yeye akipita ndio waseme shikamoo. Na watoto siku hizi fedha tunakuta vijana wanaamkiwa shikamoo. Kwa sababu anafanya nini? Ana pesa. Na yeye akiamkiwa shikamoo, marahaba. Kwa majivuno kabisa. Yaani akipita kwenye mtaa, yaani siri ambia, mtaa unawanyosha kweli. Na wanyosha wote wameshika adabu. Hakuna ambaye haamki shikamoo. Bwana Yesu asifiwe. Je, kwa staili hiyo inakupeleka mbinguni? Inakutengeneza uende mbinguni? Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hivi ngoja tuseme, tuchukulie tukawaona. Kwa nini watu wanaenda kanisani, wanaenda kumwabudu Mungu siku hizi? Unavyofikiri wewe, kwa nini? Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini watu wanaenda kanisani na kumwabudu Mungu? Hamna majibu. Haya, basi ngoja nikuulize wewe. Wewe unafikiri kwa nini unaenda kanisani siku hizi? Haujui? Bwana Yesu asifiwe. Anaona kajisemea yeye kumwabudu Mungu. Wewe kwa nini umekuja kanisani leo? Wengi tunatafuta mafanikio. Bwana Yesu asifiwe. Yaani nikwambie hivi, kuna watu wanakuja kanisani kwa sababu washatishiwa kuna jehanamu, utaenda kuungua. Yaani watu wengi wanaenda kanisani kwa sababu wanaogopa kuna kufanya nini? Kuna moto. Na kuna wengine washaambiwa usiposali maisha yatakuwa magumu. Na wengine kweli walipotesti kufanya mambo kinyume na maisha yakaanza kwa hivyo waambiwa hapa nenda tu kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hivi nisikilize, kama ikatokea leo tangazo linatoka mbinguni linasema ya kwamba kuanzia sasa mimi Mungu nimefuta jehanamu, haitakuwepo tena. Maisha ya namna gani tungeishi sasa hivi? Na walioko hapa kanisani nakwambia utafuata. Ni wanaamka usiku yote na hangaika, kumbe hamna. Sasa ngoja niwe nitanoe. Bwana asifiwe. Amen. Yaani lingetoka tangazo hapa ya kwamba baada ya hapa ni kwenda kula raha, kuna shida. Mimi nakwambia ungeshuhudia vifo vya watu wengi. Nakwambia mimi. Yaani wale majeuri akipita tuko njiani hapo umemsumbua na kukamata, anakupiga makofi amemalizana na wewe. Na ikatokea serikali wakasema sasa hivi hakuna kuweka mtu gerezani, wote tuko huru. Ndio kuisha kabisa. Bwana Yesu atusaidie. Mungu atusaidie. Jina la Bwana libarikiwe. Laiti kama mwanadamu angejua ya kwamba hakuna jehanamu, maisha ambayo tungeishi hapa duniani ingekuwa ni tishio na ingekuwa ni maovu, yangekuwa yamevuka kawaida. Watu wengi wangeuana na watu wengi wangeenda jehanamu, wangebadilika wakawa tofauti na unavyowaona leo. Watu wengi wapo walivyo leo kwa sababu kuna vimazingira fulani vinawazuia wasiwe kama walivyo. Ndio maana sasa pata pesa tukujue. Pata pesa tujue tabia yako. Sasa pata pesa tujue tabia yako. Bwana Yesu asifiwe. Alafu na kwa mwingine kosa pesa tujue tabia yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize. Mungu ana kusudi jema. Kuna nyakati unapita, kila kitu kimekataa, kila kitu kimegoma, kila kitu hakiendi, kila kitu kimekaa vibaya. Sio kwamba Mungu hayupo, hapana. Mungu yupo, lakini ana makusudi na hayo mazingira unayopita. Ana mpango na hayo mazingira unayopitia. Wengine hata kwa Yesu walikamatwa, ndio wakaletwa kwa Yesu. Haleluya. Haleluya. Na wakati mwingine
huwa ninapata shida sana. Kuna wakati mwingine watu wanatolewa kwenye mashimo, walikuwa wanateseka, walikuwa wanaumia, wanapata shida, lakini shida ikishaisha, tatizo likishaisha, humuoni tena na Mungu, humuoni tena na waza juu ya Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Wapendwa, nikwambie hivi, kuna mapito utapita. Hayo mapito hata ukwepe hautakwepeka, lazima utapita huko, kwa sababu Mungu ameyaweka ya kusaidia uende anapotaka yeye. Haleluya wapendwa, haleluya. Ninaomba nikushauri, usikwazike unapopita kwenye shida, usivunjike moyo unapopita kwenye magumu, usikate tamaa unapopita kwenye magumu, kwa sababu ni moja ya mambo ambayo Mungu ameyaweka kwenye ratiba zake ili akusaidie wewe usije ukaenda jehanamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ameweka ya kuendeshe. Yaani kuna wengine wameshikiliwa, kila kwenda kushoto tayari mwiba, akitakwenda kushoto anachoma, akitakwenda anachoma. Kwa hiyo inabidi akae amenyooka na kwenda hivi, kwa sababu akitakwenda kulia kuna mwiba, akienda kushoto kuna mwiba, akienda kuna mwiba. Inabidi akae amenyooka hapa hapa tu, lakini kwenye maisha hayo anaona anabanwa kweli. Na sasa ukija kwenye kanisa, makanisa ya kwetu haya ya watu waliokoka, na maanisha waliokoka kweli, sio wale wanaotania, wale waliokoka, maisha makanisa watu waliokoka, visheria vingi. Lakini kimwambia jirani yako, vipi unavipenda? Yaani kimoyo moyo anasema basi tu, kwa sababu navumilia tu hivyo hivyo. Ila ikifika utasikia, ila ikifika hapa naacha mimi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati mwingine unamwona mchungaji kama ni mbaya, na wakati mwingine unaona mtumishi wa Mungu kama ni mbaya, kama hakupendi. Alafu kuna wakati mwingine unaona kama mchungaji ananifuatilia yaani kila wakati ananifuatilia. Nisikilize, na yeye ananawa mikono, atatoa hesabu. Bwana asifiwe. Ananawa ili Mungu atakaposema nilikupa mtu fulani alienda namna hii, na yeye awe na sababu ya kusema baba, kweli nilimfuatilia. Wiki ya kwanza nilipiga simu, wiki ya kwanza ya pili nilimtembelea, nilimshauri, nilimwelekeza, niliomba, nilifunga, hata kufunga Mungu ili ya kwamba asaidike, lakini aligeuka mwenyewe, ili hatia ibakie mikononi mwako mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nimeandika mambo manne. Nini ufanye kwenye nyakati ngumu unazopitia au unazokutana nazo? Nitasema tu kwa haraka ili nisivute muda. Nini ufanye kwenye nyakati ngumu unazopitia au unazokutana nazo? Namba moja, linda utakatifu, usijichafue. Linda utakatifu, usijichafue, kwa sababu Biblia kwenye Ibrania 12:14 anasema mtu hatamuona Mungu asipokuwa na utakatifu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mungu ana mpango na wewe, na mpango wake ni kukupa wewe uzima wa milele. Ndio maana nahangaika na wewe, ndio maana napambana na wewe, ndio maana kwenye kila mazingira anajitahidi akurudishe kwenye msamo. Linda utakatifu kwenye kila pito, kwenye kila shida, kwenye kila gumu takalopita. Linda utakatifu. Wakati wa magumu mshirikishe Mungu. Usiseme nimechoka ukajiingiza kwenye kukata tamaa, ukajiingiza kwenye kurudi nyuma, ukajiingiza na wewe kwenye maovu ya kwamba yawezekana pengine nikifanya hivi ninaweza nikapata neema, pengine nikifanya maovu ninaweza nikapata furaha. Na kuambia hivi, hakuna utoshelevu kwenye dhambi. Bwana
asifiwe. Bwana asifiwe. Utakuwa unajichimbia kaburi jingine. Wala usitegemea kwamba kuna faraja kwenye dhambi, kwa sababu wengine wanakimbilia kwenye dhambi, nasema afadhali niende huko. Kuna mwingine anasema ngoja nikanywe pombe nilewe nisahau matatizo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Si ndivyo walevi ambao wanasema pombe ikiisha matatizo yatakuwa nani ameisha? Bwana Yesu asifiwe. Yaani umeyasogeza kesho. Yaani sio kwamba umeyafukuza, umeyasogeza. Yaani umeyasogeza baada ya pombe kuisha ili yaibuke. Na kuna matatizo mengine usipoyashughulikia leo, kesho ukiamka yamekuwa hivi mlima. Jina la Bwana libarikiwe. Kwenye kila changamoto unayopita, linda utakatifu. Mpango wa shetani ni wewe usindikize motoni. Mpango wa shetani, yaani kampeni. Ili usione watu wanasusa kanisani, usione watu hawapendi maombi, usione watu hawataki kufanya vitu vya kimungu. Unafikiri ni hivi? Shetani ana mpango nao, msindikize wapi? Anafanya kampeni. Hata hapa kuna watu wengine wanasinzia. Msume jirani yako, upo? Msume jirani yako, mwambie upo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Muangalie vipi, yupo au tayari kashaondoka? Bwana Yesu asifiwe. Wale wengine mingi tunaweza kaiwa hapa, lakini hayupo kabisa kabisa. Jina la Bwana libarikiwe. Na unafikiri ni nini kinachofanya mtu mpaka anasinzia? Ni target za shetani. Anajua akiuelewa ukweli huyu atabadilika. Akibadilika itakuwaje? Haleluya. Ndio maana napambana sana, usije kanisani, usiende ibadani, usiombe, usifanye mambo ya kimungu, kwa sababu unapofanya mambo ya kimungu wewe unakuwa salama na unapata tiketi ya kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Kwa kwenye kila changamoto linda utakatifu. Jambo la pili, jua kujibu au kuongea unapokumbana na nyakati hizi. Jua kujibu, jua kuongea unapokumbana na hizi nyakati ngumu. Nyakati hizi ndizo ambazo adui wanazitumia sana. Haleluya. Andika kitabu cha Ayubu 1:20. Ayubu 1:20 mpaka 22. Ayubu 1:20 mpaka 22. Ndipo Ayubu akainuka, akalilarua joho lake, kisha akanyoa kichwa chake na kuanguka chini. Mama yangu ni uchi, nami nitarudi tena huko uchi vile vile. Bwana alitoa na Bwana ametwaa, jina la Bwana. Fanya dhambi wala kumwazia Mungu kwa upumbavu. Kama kuna watu ambao mifano yake inatisha ya majaribu aliyopita, sidhani kama kuna mtu anampata Ayubu. Wewe unasoma Biblia? Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Umewahi kumbana na watu waliopita kwenye shida ngumu? Alikuwa ni Ayubu. Kuna watu kweli walichinjwa, walipigwa mawe, walikufa. Lakini nikwambie hivi, afadhali kifo cha dakika moja kuliko kile kifo cha kukatwa mkono, kukatwa sikio, kukatwa ukucha, kukatwa pua, kutobolewa macho. Alafu yeye anaendelea kuumia tu, alafu mwishoni ndio anakuja kumalizia na kuua. Bwana Yesu asifiwe. Unaonaje mtu akikupiga tu shuti bunduki ukafa? Wewe umemaliza haraka haraka. Lakini pua, mkono, jicho, miguu, vyote nakwambia hivi vinakupeleka kwenye uchungu na maumivu makubwa. Sasa angalia Ayubu anavyoongea. Hapa alikuwa amepita kwenye changamoto, watoto wamekufa, mke amemwacha, mambo magumu, mwili anauma, majipu mwili mzima. Biblia inasema anamjibu Mungu. Anasema katika mambo yote Ayubu hakufanya dhambi wala kumwazia Mungu kwa upumbavu. Angalia majibu aliyojibu. Anasema Bwana alitoa na Bwana ametwaa, jina la Bwana libarikiwe. Anambariki Mungu katika shida. Kama
kama kuna ushindi unaoweza kutokea kwenye maisha ya mtu, ni kumbariki Mungu katika matatizo, ni kumshukuru Mungu katika matatizo, ni kumwambia Bwana, ninakushukuru, maisha yangu nayajua wewe. Jina la Bwana libarikiwe. Sura ya 2 ukisoma ya Ayubu, mwanamke anaongea, anamwambia kufuru Mungu kafe. Wewe mtu wa namna gani? Unapata shida, bado umeng'ang'ana na huyo Mungu, mkufuru Mungu kafe. Anasema mama, unataka tupate mazuri tu, mabaya yasitupate. Jina la Bwana libarikiwe. Hizo zilikuwa nyakati ngumu za Ayubu. Anamwambia unataka tupate mema tu, mabaya yasitupate? Hapana. Anasema hata mabaya hata yatupate, kwa sababu yana nafasi kwenye maisha yetu. Haleluya, haleluya. Watu wengi sana hapa wanakosea, wengi sana hapa wanakosea. Usikurupuke kwenye nyakati hizi ngumu. Jua ya kwamba unawindwa. Yuko adui anataka kutumbukize motoni, yuko adui anataka kuingize kwenye shida. Usilaumu, usinung'unike, usisikitike, usitafute ubaya kwa watu. Inua macho yako, mtazame Bwana. Haleluya, haleluya. Acha kunung'unika kila kitu, kusikitika kila kitu. Hapana, angalia na ujifunze kwa Ayubu. Alipitia kwenye magumu, lakini Biblia inasema hakufanya dhambi, alimwangalia. Jina la Bwana libarikiwe. Jambo la 3, jifunze kutii, kunyenyekea na kushuka. Kwenye hilo jambo la pili andika Hesabu pia. Jambo la pili la kujua kujibu, Hesabu 21:4-9. Hesabu 21:4-9. Kwenye hili jua kujibu. Hapa utakumbana na wana wa Israeli walinung'unika. Waliponung'unika walipigwa. Na nami nataka nikufundishe live kabisa hapa kwamba unapopita kwenye shida, ukiwa ni mtu wa kutafuta wabaya waliokusababishia, utakonda, utapata vidonda vya tumbo, utapata presha, shida haitaondoka, utashangaa mimba inakuwa mingi. Israeli walipomnung'unikia Mungu na Musa, Biblia inasema Mungu alituma nyoka za moto. Haleluya, haleluya. Utatumiwa hata nyoka za moto. Mwambie jirani yako, unajua nyoka za moto? Mwambie, unajua hizo nyoka za moto? Ni hayo mapito unayopitia. Jina la Bwana libarikiwe. Kujifunze kutii, kunyenyekea na kushuka magotini. Jifunze hivyo, kutii, kunyenyekea na kushuka magotini. Nyakati ngumu, jifunze kulia na kuomba na kumtafuta Mungu kupita kawaida. Haleluya, haleluya. Nyakati za mapito, jifunze kukaa magotini, jifunze kujitenga, jifunze kutafuta uso wa Bwana, jifunze kulia, jifunze kumwita Bwana pasipo kunyamaza, pasipo kuangalia watu ya kwamba wanakutia moyo au hawakutii moyo, wanasimama na wewe au hawasimami na wewe, wanafanya pamoja na wewe au hawafanyi. Jifunze kujitia moyo, kushuka na kunyenyekea magotini. Utaona mkono wa Bwana ukiwa juu yako. Haleluya, haleluya, haleluya. Hapo utakutana na mtu anaitwa Penina. Kwenye Samueli wa kwanza sura ya kwanza, ukisoma paragrafu ya kwanza, utakutana na Penina na Hana. Hana mtoto. Penina ana mtoto, anamsimanga, anamsema vibaya, anamwongelea vibaya ndugu yake, anamvunja moyo. Hana alikata tamaa, alichoka.
kwamba akajitia nguvu mbele za Bwana, akamlingana Bwana, akanyenyekea, akashuka magotini. Hakutaka kwenda kupigana, hakutaka kwenda kushindana na Penina. Akapiga magoti, akamlilia Bwana, akamwomba Bwana. Biblia inasema ya kwamba wakati anang'ang'ana, anamtafuta Bwana na anamwomba Bwana, Biblia inasema alifika level midomo yake tu inacheza, lakini sauti haitoki. Haleluya, haleluya. Kuna nyakati usiruhusu midomo yako kuongea, hata kama mapito yamefika juu. Kuna nyakati usiruhusu sauti yako kujitetea. Kuna wakati usiruhusu watu wajue ya kwamba unajua kujitetea na unajua kuongea. Hapana, ruhusu mbingu zijue ya kwamba unaye Bwana asiyewaacha watu wake. Haleluya, haleluya. Piga goti, omba. Piga goti, tafuta uso wa Bwana. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Yesu alikuwa na jeuri ya kufanya lolote na likawa, lakini kwenye Wafilipi sura ya 1:1-11 Biblia inasema alinyenyekea, alishuka, akawa mtii mpaka mauti ya msalaba. Jina la Bwana libarikiwe. Alishuka akawa mtii mpaka mauti ya msalaba. Anasema ya kwamba kupitia unyenyekevu anaagiza, anasema iweni Paulo, anasema iweni na nia hiyo hiyo iliyokuwemo ndani ya Kristo Yesu. Anasema alipoonekana ni Mungu alijishusha, akatwaa namna ya wanadamu, na alipofanana na wanadamu anasema akashuka, akawa mtii hata mauti ya msalaba, kitendo ambacho kilipelekea Mungu akamkirimia jina lipitalo majina yote, kitendo ambacho kilipelekea Mungu akamwadhimisha, akamkirimia jina lipitalo majina yote, ambalo mpaka sasa kila goti na kila ulimi unakiri ya kwamba ni Bwana kwa utukufu wake. Haleluya, amen. Wapendwa, nisikilize. Ukijifunza kunyenyekea na kutii, kuna wakati Mungu ataamuru vitu viende hata kama watu hawataki. Amen. Sijui kama unanielewa. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna wakati Mungu ataruhusu mambo yawe hata kama watu hawataki. Kuna wakati vita haitakuwa ya kwako, vita itakuwa ya Bwana. Anapoona umenyenyekea, anapoona umeshuka, anapoona uko tayari kukusaidia, anapoona uko tayari kukaa kimya, yeye aseme kwa niaba yako. Jina la Bwana libarikiwe. Wapendwa, jina la Bwana libarikiwe. Acha kujitetea, acha mbingu zikutetee. Haleluya, haleluya. Na jambo la mwisho, jifunze kunyamaza, kwa sababu vita sio yako. Isaya 53:7. Jifunze kunyamaza. Kwenye Isaya Yesu wanamuongelesha, huu ni unabii unatabiriwa. Anasema hakufunua kinywa, hakuongea chochote. Nisikilize wapendwa, changamoto nyingi wanazopitia watu wengi waliokoka zinatokana na midomo, zinatokana na vinywa. Changamoto nyingi ambazo watu wanapitia makanisani na makanisa haya madogo madogo ya watu waliookoka, kinachowatesa mpaka wanahama makanisa, kinachowatesa mpaka wanaacha huduma, kinachowatesa mpaka wanazila kutumika, ni changamoto wanazokumbana nazo kutokana na vinywa, kutokana na midomo wanaiongea wengine kwa habari ya maisha yao. Niko hapa nikutie moyo, jifunze kunyamaza kimya.
mbingu hazijasemaza, mbingu hazijakata tamaa juu yako. Mbingu zinaelewa unachopita na zina majibu kwa ajili yako. Acha kujitetea kwa akili yako, acha kutumia ubabe ili ya kwamba uonekane unaweza. Hapana, jifunze kunyamaza kimya. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Wapendwa, jina la Bwana libarikiwe. Acha waseme hujui kusema, acha waseme mshamba, acha waseme umefilisika, acha waseme alijaenda shule. Nisikilize, jifunze kunyamaza, lakini unapokuwa magotini jifunze kulitia jina la Bwana. Nina uhakika Bwana hatanyamaza, watu watanyamaza, lakini mbingu hazitanyamaza. Watu watakukataa, lakini mbingu hazitakukataa. Watu watakusimanga, lakini mbingu hazitakukataa. Bwana atasimama upande wako tu. Haleluya, haleluya, haleluya. Nisikilize, kuna nyakati wakati mwingine zinaruhusiwa kukunyoosha ukae kwenye mstari. Zikiruhusiwa, mwambie Bwana, kama uishivyo, sitatoka kwenye laini yako, sitatoka kwenye kusudi lako, sitatoka kwenye mpango wako. Kama kutumika nitatumika, kama kukuabudu nitakuabudu, kama kufanya nitafanya, kama kutembea na wewe nitatembea na wewe. Hata wakinitenga, hata wakinikataa, nitakwenda pamoja na wewe, nitasimama pamoja na wewe, lakini sitanyanyua kinywa changu kujitetea. Wewe Bwana unitetee, wewe Bwana usimame pamoja nami, wewe Bwana unihifadhi. Nina hakika mbingu zitakuhifadhi. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Nyakati ngumu zipo, nyakati za shida zipo, zisikuchanganye. Zipo kwenye ratiba ya Bwana, zisikuvuruge. Zipo kwenye ratiba za Bwana. Kuna mahali zinakupeleka, kuna mahali zinaenda na wewe, kuna mahali Bwana amekusudia ufike. Usichanganyikiwe kwa magumu, ichuchumilie taji yako kwa kupiga magoti na kulipia jina la Bwana, na Bwana taonekana, na Bwana tadhihirika, na Bwana tajipalia utukufu. Anapoona umekaza kumpenda na kumwangalia yeye katika maisha yako. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Wapendwa, jina la Bwana libarikiwe. Mungu hakusudii uishie kwenye dunia hii, hapana. Anasema ameketi mkono wa kuume, anatuombea. Hapendi uende jehanamu, hapendi upotee. Hapa amesema kwenye kitabu nilichosoma cha Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 9, anasema ya kwamba wala msidhanie kukawia kwake kuna mambo mabaya. Hapana, anasema anatuvumilia, anasema anatuvumilia, anataka tutengeneze, anataka turudi kwenye laini, maana hataki mwanadamu apotee, hataki mwanadamu aende jehanamu. Haleluya, haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Anataka mwanadamu aende mbinguni, anataka mwanadamu afike mbinguni. Hizo shida zisikuchanganye, hayo magonjwa yasikuchanganye, hayo mapito yasikuchanganye, huko kukosa kusikuchanganye. Kukurudishe kwenye laini na Bwana, kukurudishe kwenye laini na Bwana. Hayo mapito yakurudishe kwenye mstari, hizo shida zikurudishe kwenye mstari. Piga goti, lipia jina la Bwana. Anafanya njia pasipo na njia. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Nisikilize, huna haja ya kukata tamaa, huna haja ya kuchoka.
nisikilize, wasipopatikana wa kukutia moyo, jitie moyo mwenyewe. Piga magoti, anza kulia. Piga magoti, anza kuomba. Piga magoti, anza kulitia jina la Bwana. Mwambie Bwana, niko hapa, watu wamenitenga. Mwambie lakini ninajua hujaniacha. Mwambie ninajua hujanitenga. Mwambie ninajua hujaniacha. Nakwambia Mungu atainuka, atafanya jambo ambalo hukutegemea kwenye maisha yako. Jina la Bwana libarikiwe. Wapendwa, jina la Bwana libarikiwe. Nina uhakika na ninachokiongea nimekiishi. Wakati mwingine nimemhubiria shetani mabaya. Wakati mwingine nilimwambia shetani, mimi nilishachimbiwa ndani ya Yesu. Nilibakizwa kishingo hiki tu. Mara nyingi ninapomhubiria shetani naomba nilibakizwa kishingo hiki tu. Kwa hiyo huko juu kuna kichwa tu. Unaweza kupiga makofi kichwa, unaweza kupiga makofi, unaweza kupiga makofi, lakini never huwezi kulichomoa kwa Yesu. Kwa sababu kitaka kunichomoa nitakatikia kwa Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Maana nitafia kwa Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Acha mbingu zijue ya kwamba wewe ulishatia mguu kwa Yesu. Hautageuka nyuma kwa lolote. Mwambie shetani sitageuka kwa lolote. Na mwambie ajue ya kwamba kweli unamaanisha. Haleluya. 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 Sio unasema shida imekusonga, unaendelea kula tu, unaendelea kulala tu, alafu nafikiri vitu vitakwenda. Neba. Jina la Bwana libarikiwe. Unapomwambia Bwana nimeamua, unaacha kula. Unapomwambia Bwana nimeamua, unaacha kulala. Unapomwambia Bwana nimeamua, unaacha kuvaa vizuri. Unapomwambia Bwana nimeamua, unajikinai. Unapomwambia Bwana nimeamua, unajidhiki. Unapomwambia Bwana nimeamua, unakaa magotini pa Bwana. Majira yote unautafuta uso wa Bwana. Unamwambia Mungu hapa siondoki. Unamwambia Mungu hapa siondoki. Umesema kwenye neno lako unawapenda wale wakupendao na wale wakutafutao kwa bidii watakuona. Nataka na mimi nikuone. Utamwona